Sasa hii namba cha kumalizia na ambacho ubaki nacho moyoni, ukijua kwamba unapomwomba Mungu akutanulie mipaka, unapomwomba Mungu akufanyie mambo yako mepesi, akunyoshee mapito yako, mambo yako yote unayoyajua wewe, usisahau kwamba Mungu anayajibu maombi yako. Sawa pendwa? Siogope, tusiogope. Alafu mapito ya Lydia na mapito ya Cecia hayafanani. Jaribu hilo hilo mimi naweza nikalipita kwa mwaka mmoja, lakini Cecia akapita wiki moja tu. Tunaelewana? Ni vile alipo tunamsoma haraka haraka, lakini alisota, alikaa pale. Aya, huko nimeenda mbali sana. Tunamjua Ibrahim, lakini hakumkatia Mungu tamaa. Hakumkatia Mungu tamaa. Watoto wangapi wametokana na yeye? Wangapi? Hata siwezi kuhesabu. Kwa hiyo Mungu anatujibu maombi yetu, na ndio maana tunaona hapo Mungu akamjibu. Labda tusome hiyo kwa mitamshi. Huko chini kabisa kwa Mungu ambapo alimwomba mtegemeze Mungu nini? Wakumi huku chini huku bii huku. Bisi. Anzia huku ili usiwe pale alivyoomba alivyo na uovu hapo. Anasema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu, na mkono wako ukawa pamoja nami, nawe ungenilinda nisipatwe na maovu wala madhara, naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Mbona naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Mungu akakujalia unayomuomba. Mungu akakujalie hayo unayomuomba kwa dhati. Maana mimi sijui unapita wapi. Huenda hata ya maombi ya siku 21 kwako yamekukuta siku ya 40. Mungu akakujalie sawa na maombi unayomuomba. Lakini katika maombi yako endelea kumuomba Mungu akakutegemeza. Yeye ndio akawe nguzo katika maombi yako, kwa sababu katika maombi yetu kuna mengi, na tunapopitia sehemu nyingi kuna vingi ambapo wewe unajua unapopita, ila Mungu akakujalia. Mungu aliyesikiliza maombi ya Elia na akabado akamtia moyo, akakukumbuke na wewe. Si unajua maombi ya Elia kuna wakati alikuwa emergency sana. Najua kwenye Biblia kuna watu waliomba emergency prayers. Emergency. Wewe ugopi mpaka Mungu anatuma kunguru apeleke chakula jamani. Watu walikuwa wanaomba huku maombi ya emergency. Ajili alikuwa anataka kabisa ameweka mwanae pembeni afe huko. Analia. Kwa hiyo wewe utakuwa wa kwanza wala mwisho. Mungu anajua. Wote ametuumba kwa stamina tofauti. Stamina aliyopewa Daniel ya kuendelea kuomba ni tofauti aliyopewa na Musa kipindi hicho. Japo ni watu wawili tofauti, mtoto mdogo sana kwa Moses. Lakini stamina zilikuwa tofauti. Kwa hiyo Mungu atakusaidia, usiogope. Kwa sababu katika kila kitu Mungu anachokiruhusu kwenye maisha yako anajua. Hata mimi leo nikiteleza anajua. Yaani alishajua lini atateleza pale. Ila kwa sababu tu nikajiona mimi mjanja nikasema let me go. Ila alijua sifiki kokote mimi. Ila kuna muda anaruhusu ili ufanyike darasa kwangu pia. Kuna muda unaruhusiwa kwa upite ili ufanyike darasa kwa mtoto mwingine hapa kanisani. Ndio maana tunaomba Mungu atupe muda wa kuhesabu siku zetu ili usije ukapoteza muda katika kupiga mark time. Atupe neema, atukumbushe kuzihesabu siku za mapito yetu ili tupate nguvu ya kumuomba. Kama ile akili aliyompa Daniel ya kuhesabu yale mapito walipokuwa utumwani. Ndio hiyo akili tunaomba Mungu atupe na sisi. Amina, watumishi wa Mungu. Amen. Na tunajifunza kwa Yesu kabisa mwenyewe kwamba maombi yetu yanajibiwa. Yesu Kristo mwenyewe hata ujio wake
hata ule wokovu. Na ndio maana kama ndio maana mimi sipendi sana kuinini sana, lakini alipokuwa kule anasali maombi ya mwishoni pale, alisema ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke. Ila alipotukumbuka tu, aliponikumbuka mimi Lijalema, akaona sitoboi tena. Ukikumbuka na zile sheria zilivyokuwa kwamba huwezi kwenda mbele za Mungu mpaka uende ukamwelezee kwanza. Akifikiria Ulija alipokuwa na aibu, hatakufa na dhambi. Kwenda kueleza dhambi zake, bora na ndio maana akatutolea hiyo neema. Hebu tuitumieni basi hii neema, watumishi wa Mungu. Tuitumie hii neema. Yesu atusaidie. Hiyo neema anayotupa tukaukatae uovu, tujiweke karibu na yeye. Tusiwe kama Wagalatia ambao tunajua tunaelewa hicho kipande, tunashindwa kuielewa thamani ya Yesu Kristo, thamani ya kuitumia damu ya Yesu. Hatujui Yabesi alienda kutoa gharama gani, maana tunajua zamani walikuwa mara wachinje kondoo, si ndio? Maana nimesema kwa kila kitu kina gharama. Hii sio uongo. Hata unaposema unakuja kanisani kila siku kuomba, hiyo ni gharama. Kwenye kila shimo, sehemu unayotaka kutoka ina gharama. Na ndio maana hata kila cheo, hata makazini ukitaka upate kina gharama. Na ndio maana pia wanakuzingatia hata mshahara unaongezewa, kwa sababu wanajua kuna vitu vingine vinaongezeka. Kuna lawama zitakuja, hata laumiwa chini yako ni wewe. Hata kesi kubwa ile nzito ya kufukuzwa kabisa nini, ni wewe unapewa. Kwa hiyo kila kitu kina gharama. Kila hatua tunataka kupiga ina gharama. Lakini sisi tuna neema kubwa sana sana, kwa sababu gharama tulionayo ni kuikimbilia tu hii damu ya Yesu. Jamani, ni kumuomba tu Yesu. Yaani hakuna hata option nyingi, yaani hakuna option nyingi. Ni Yesu tu. Yeye mwenyewe ndo atakuongezea maarifa mengine, maana yeye ndo anajua. Na ndio maana tunaambiwa sisi hatujui kuomba. Mimi Lydia sijui kuomba. Huenda kuna muda nakuwa na hasira sana. Hata mtu kanipiga tu kibao. No. Roho Mtakatifu atakufundisha maombi ya rehema ili usimsababishie mtu akupigia kibao siku nyingine, ili akupe akili kwa nini ulipigwa kibao. Kumbe hicho kibao kilikuwa kinakukumbusha wewe sio mtumwa. Ila wewe ukaenda kulia laaniwe, badala ukalia Mungu nipeleke sehemu yangu nzuri ambayo sitakuwa nakutana na watu wa kunikwaza. Naomba tusimame jamani.